nakwambia kama mchungaji, utaipata kwa sababu haujamfuata Yesu, umeifuata kazi. Mungu anawataka wanyenyekevu wa moyo, walio tayari kutumika, watakao kuwa tayari kufanya maelekezo, sio kuja na akili yako wewe umpangie Mungu kile afanye. It will never happen. Ndio maana hata wakanisani kuna wagonjwa ambao hawajapona. Ni kwa nini hawajapona? Kwa sababu wamekuja tu ili wapone wasepe. Hii sio hospitali ya vijana. Njoo hapa umejimimina. Unasema ukiniponya wewe ni Bwana, usiponiponya bado wewe ni Bwana. Mungu akiangalia hii imani anasema amestahili huyu. Apewe sifa Yesu. Kuna wanapasa mimi ndio niliambiwa nikija. Umeanza kuisikia siku imekuwa mbaya, na iwe mbaya kwa jina la Yesu. Kama mbaya na iwe mbaya. Hapa tuna operate kwa viwango. Ukiona vitu vimetokea ni kwa sababu tumeamua kujizira kwenye mazingira ambayo watu wanakunyoshea mikono, watu wanakupointi vidole, watu wanakuwekea vikao, bado umeng'ang'ana na Bwana. Unamwambia wewe ndiye jabali langu, wewe ndiye Mungu wangu wa vita, wewe ndiye Mungu wangu wa amani. Ninapokata tamaa unanishika mkono. Wewe ukimwambia haya maneno, mbingu zikiangalia zinaona huyu mtu sio wa kawaida. Nimalizie cha tatu, muda umeaga dunia jamani. Watu nisamehe sana. Nimalizie kitu cha tatu. Nasema vitu vingapi? Viwili vitatu. Nimesema vingapi? Viwili. Haya. Niko kwenye hapa naongelea kwenye maneno ya watu. Hebu tumalizie Mathayo 15:22. Mathayo 15:22. Chapo kwa haraka. Nataka nikuonyeshe huyu mwanamke ambaye alishinda maneno ya watu na hakubadilisha, hakuharibu focus. Angalia anasema nini? Mathayo 15:22. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea. Mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema. Akampazia Yesu sauti akisema, unirehemu Bwana. Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na mapepo. Nina binti hapa amepagawa sana na pepo. Now watch this. Kinachompeleka mwanamke huyu kwa Yesu ni ana binti ambaye amepagawa sana na pepo. Now focus ya huyu mwanamke kwa Yesu ni kitu kinaitwa uponyaji. Now kwa sababu nimekwambia na kufundisha kwenye eneo la maneno ya watu yanaowatoa watu kwenye focus, akiwa amemfuata Yesu anamwambia unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Mstari unaofuatia anasemaje? Wala yeye hakumjibu neno. Wala huyo Yesu hajamjibu neno. Nao wanafunzi wa Yesu wakamwendea, wakamuomba wakisema. Tena hii wakamuomba wakasema, Biblia ya Kiswahili inaweka kalugha rafiki. Wakasemaje? Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Maandiko yanasema wanafunzi wake wakamwendea, wakamwambia mwache aende zake, anapiga kelele nyuma yetu. Neno hili limepunguzwa utamu. Biblia ya Kiingereza anasema send her away. Yaani timua, fukuza, atoke, anapiga kelele nyuma yetu. Hayo ni maneno yanayosemwa kwa mwanamke aliyemfuata Yesu. Anataka uponyaji wa binti yake amepagawa na pepo. Ukiangalia ni kama maneno ya kawaida, lakini ni maneno ya kumtoa mwanamke kwenye focus. Aache kufocus kwa Yesu, adili na waliyemwambia atoke, anapiga kelele nyuma yetu. Yaani aanze kuambia wale, nimewapigia kelele nyinyi, nimewaita majina yenu, nimekusema wewe Petro, nimekusema wewe Mathayo. Maandiko yanasema mama baada ya huo mstari akafanya nini? Akajibu Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Walivyoenda kumwambia Yesu, wamemwambia mfukuze huyu mwanamke kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Maandiko yanasema Yesu anajibu anasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Angalia mwanamke anasema nini? Naye akaja akamsujudia. Baada ya maneno hayo yote, haleluya, maneno ya wapambe yamesikika, maneno ya Yesu yamesikika. Maandiko yanasema mama akaenda kumsujudia Yesu. Kwa lugha rahisi, akashuka hadi chini akiwa na mwanae aliyepagawa na pepo, akashuka chini.
Soma maandiko, mtumishi wa Mungu. Akisema, Bwana unisaidie. Yeye anachosema ni Bwana wewe nisaidie. Mmesema nitoke, napiga kelele, vyovyote vile. Anabakiza focus kwa Yesu. Bwana nisaidie. Mstari unaofuata chapu. Akajibu akasema. Yesu anamjibu tena anapoambia Bwana nisaidie. Yesu anajibu maneno mengine ili atoke kwenye focus. Anasemaje? Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yesu anamwambia huyu mwanamke, sio vyema nitoe chakula cha watoto niipe mbwa. Kwa lugha nyingine, Yesu anasema ulichobeba hapo ni mbwa, mimi niko na chakula cha watoto. Kwa lugha nyingine, uzima unaotaka nimpe mtoto wako ni chakula cha watoto wangu. Sasa sitoi chakula cha watoto niipe mbwa. Haya ni maneno ambayo yangeweza kuharibu focus ya huyu mwanamke. Anasemaje huyu mwanamke? Akasema. Mwanamke anasema, ndiyo Bwana. Akasema, ndiyo Bwana. Biblia ya Kiingereza inasema akasema, yes Lord. Humble. Mama anamwambia ndiyo Bwana. Kwa lugha nyingine, sibishani na chochote walichosema hao watu, sibishani na hicho ulichosema. Akasema ndiyo Bwana. Anaongeza maneno mengine hapa, anasemaje? Lakini hata mbwa. Anasema lakini hata huyu mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Kawaida anaweza kula makombo yaangukayo mezani pa Bwana. Yaani haondoi focus kwa Bwana. Anasema ni sawa huyu ni mbwa, lakini hata mbwa pia anayo haki ya kula makombo yanayoanguka kwenye meza ya Bwana wake. Anachojaribu kumwambia Yesu, hicho chakula cha watoto kuleni juu ya meza sawa, lakini hayo makombo yanayoanguka nipatieni niipe hii mbwa. Hii mbwa ikila hayo makombo inaweza kupokea uponyaji leo, maana amechoka na mapito, amechoka na waganga wa kienyeji. Yes. Yuko tayari kula makombo na apokee uponyaji, ili mradi ni makombo yanayotoka kwenye meza ya Bwana. Yes. Nataka uelewe ya kwamba hivyo ndio viwango vinavyoleta majibu kwenye maisha yako, pale ambapo focus haiondolewi. Amen. Aseme pastor, aseme askofu, aseme mama askofu, aseme mzee wa kanisa, aseme nani, hatuondoi focus. Haleluya. Amen. Nisikilize mwanangu, wewe kanisani hapa hujamfuata mchungaji, hapa hujamfuata askofu. Naweza kukukosesha amani mwanangu. Wewe hujanifuata mimi, umemfuata Yesu hapa. Maandiko yanasema wanafunzi wamemjibu vibaya, angejeruhika. Lakini kwa nini angejeruhika? Ni kwa sababu ya mapito aliyowahi kuyapitia kabla ya kukutana na Yesu. Tumepita kwenye mazingira magumu, tumepita kwenye kulala na njaa, tumepita kwenye kukataliwa, tumepita kwenye kunyoshewa vidole. Leo tuko mbele za Yesu. At least tunaiona future yetu pale. Ni nani atakaye nitenga na upendo wa Mungu Baba? Je, ni njaa? Je, ni dhiki? Je, ni chakula? Je, ni mavazi? Hakuna kitakacho nitenga na upendo wa Mungu Baba. Ninatamka kwako mwanangu, lisiweko jambo la kukutenga na upendo wa Yesu. Mtu aseme amen. Amen. Mwanangu mzuri ninayekupenda, najua muda umeisha, niruhusu nikusomee hili la mwisho na hakika nitaishia hapo. Jambo la mwisho ni ushauri mbaya wa watu wa karibu. Andika la 3. Jambo la 3 litakalo kuondolea focus ni ushauri mbaya wa watu wako wa karibu. Apewe sifa Yesu. Amen. You need to be very careful na watu wako wa karibu. Wanaweza kukupa ushauri mbaya utakao kugharimu. Double check kila neno. Hamna muda wa kutosha wanangu. Ayubu 2 mstari wa 9. Angalia hii kitu. Ayubu 2 mstari wa 9. Haijalishi ni nani anayekushauri, double check huo ushauri wa kukubakiza kwenye focus au wa kukutoa kwenye focus. Ayubu anamlingana Bwana. Amepita kwenye mazingira magumu, mali zimeteketezwa, watoto wamekufa, lakini bado maandiko yanasema hajamuwazia Mungu kwa upumbavu. Katikati ya wakati wa mgumu, maandiko yanasema anainuka mke wake. Ayubu 2:9, soma chapo. Ndipo mkewe akamwambia. Ndipo mke wa Ayubu akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Anamwambia hivi wewe hadi sasa kwa haya uliyoyapitia bado unashikamana
na huo utimilifu. Kwa lugha nyingine, bado unamtumikia, bado unamheshimu, bado unamhitaji huyo Mungu hadi sasa. Umkufuru Mungu ukafe. Anamwambia sasa kilichobaki, umebakiza jambo moja tu, mkufuru huyo Mungu ufe. Huu ni ushauri wa mtu wa karibu, mnalala naye. Kwa nini Mungu ameruhusu neno hili liwe kwenye Biblia? Mungu anakuruhusu usome hilo neno ili ujue ya kwamba mke au mme anaweza kukupa ushauri utakao kutoa kwenye focus. Hatutoki kwenye focus kwa ajili ya ushauri wa mke au mme. Ndiyo maana yake. Soma mstari wa 10. Lakini yeye akamwambia, lakini Ayubu anamjibu mke wake, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu. Anasema wewe unazungumza kama mmoja wapo ya wanawake wapumbavu. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Anasema unataka tu mema, yakija mabaya tukufuru. Kwa nini anasema hivi? Kwa sababu mara ya kwanza Ayubu alikuwa amebarikiwa mali, mifugo, watoto, kila kitu anacho, vikapigwa. Sasa hizi tumkufuru. Yaani wewe ulioko hapo unajua kabisa sio kwamba hujawahi kupata kazi, umeshawahi kupata kazi. Leo kukosa kazi, tumkufuru Mungu kwa sababu hatuna kazi leo. Tumkufuru Mungu leo kwa yote Mungu aliyotutendea, umbali Mungu aliyotuleta. Tumkufuru Mungu. Ayubu anamkatalia, naambia hii ngoma haiwezekani. Na kwa kifupi ni kwamba kama Ayubu angemsikiliza mke wake asingerejeshewa. Lakini alivyomkataa wife, akamwambia wewe hauna tofauti na wanawake wapumbavu, ingekuwa leo hiyo kesi ishakuja kwa askofu faster. Haniheshimu, ameniita mpumbavu jana usiku. Alichomwambia yeye asemi, inakuja tuhuma. Ananiita mpumbavu, tena amenifananisha na hawa wanawake wengine wa ajabu ajabu. Kumbe kweli mpumbavu. Yoyote anayekutoa kwenye focus ya Mungu ni mpumbavu according to scripture. Amen. Yoyote. Unampenda mke wako, unampenda mume wako, it doesn't matter. Kama anakutoa kwenye focus mbele za Bwana, ni mpumbavu kama wapumbavu wengine. Barikiwa Baba kwa jina la Yesu. Waweko watu ambao hawatikiswi. Mke akisema natoka, unamwambia nikusaidie kupaki. Unataka nikusaidie kupaki nguo. Kutoka hapa kwa Yesu hatutoki. Hata kama vitu havieleweki, tupo hapa. Ila wewe ukiamua kutoka, sema nikusaidie kupaki. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kutoka kwenye kusudi. But guess what? Msimamo wa Ayubu, ndiyo maandiko yanasema ukapelekea Bwana akarejesha maradufu ya vile vilivyopigwa na adui. Maana yake tunapobakiza focus kwa Bwana, hata wakati ambao vitu vimeharibika, yuko Bwana mwenye hazina ipitayo hazina zote, atarejesha maradufu vile vilivyoharibiwa katika jina la Yesu. Amen. Mwimbaji mmoja akaimba leso, nikurejeshe, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Mshua yuko pale anakuambia, mwanangu, ninajua wamegonga afya, wamehamisha utajiri, wameondoa mayai ya uzao, wamehamisha, wanakuita leo majina ya ajabu. Mimi kwenye ghala zangu bado ninao utajiri. Mimi ndiye muumba wako. Kama Japani wanavyotengeneza magari, walijua iko siku yataharibika, wakatengeneza na spare parts kwa ajili ya hayo magari yakiharibika. Jehova anao utajiri wa spare za maisha yetu na mwili wako. Chochote kilichoharibiwa ana uwezo wa kukirejesha katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout amen. Amen. Mtumishi wa Mungu ninayekupenda sana, katibu wetu wa kanisa, unaweza ukafunua hiyo Biblia yako usome Samueli wa kwanza 26:7. Nimemalizia hapo. Samueli wa kwanza 26:7. Biblia inasema, basi Daudi na Abishai wakawaendea watu usiku. Na tazama, Sauli alikuwepo katikati ya magari amelala usingizi. Ndio.
na fumo lake limewekwa chini karibu na kichwa chake. Naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Nao Abneri, mkuu wa walinzi wa Sauli, wakati bosi amelala, maandiko yanasema naye akalala. Ndipo Abishai akamwambia Daudi. Na huyu mtu anaitwa Abishai ndiyo mpambe wa karibu wa Daudi, ni askari mtiifu wa Daudi, ni mtu anayeshauriana na Daudi, ni mtu wa karibu kabisa kwenye vita. At that moment, utasoma kwa muda wako, ni time ambayo Sauli anataka kumuua Daudi, na ikasikiwa habari ya kwamba Daudi amesogea eneo ambalo Sauli anaweza kulifikia. Maandiko yanasema Sauli alipopata hiyo habari akachukua askari 300 3,000 pamoja naye, wakaondoka ili waende kumuua Daudi. Walipoenda ili wamuue Daudi, maandiko yanasema wakamtafuta sana, wakachoka, ikabidi walale. Walipolala, Daudi akamshtua Abishai, akamwambia, sikieni, Sauli na majeshi yake wanaotafuta kutuua wako pale chini. Ni wanani wako tayari? Twende wote. Abishai akasema, mimi na wewe, twenzetu mtu 2 tu. Wakaondoka. Wanapofika eneo la tukio, maandiko yanasema wanamkuta Sauli kalala 444. Halafu Abneri, mkuu wa majeshi ya Sauli, kalala 444, na walinzi wake wote wamelala 444. Anasema Daudi akacheki ile ngoma, halafu mpambe wake wa karibu anaitwa Abishai akamwambia Daudi, akasema hivi, unaona Mungu alivyo mwema, amemleta adui yako mbele yako, naye ni huyu hapa. Alafu akamwambia, akasema, sasa bosi, niruhusu sasa. Yes, amekuja huko kutuwinda ili watuue. Sasa kwa sababu ndio huyu na wote wamelala, niruhusu, utasoma kwa muda wako. Sasa niruhusu nipige pigo, na utasoma kwanza, wala sio mawili. Hii pigo moja tunamzima hapa hapa, ameaga dunia hapa hapa, moja tu, kwa sababu alikuja kutuua. Guess what? Maandiko yanasema Daudi akamgeukia Abishai, anamwambia hivi, unataka tutende uovu huu kwa masihi wa Bwana? Yaani Sauli amekuja ili amuue Daudi, halafu akalala. Anatokezea Daudi ambaye adui yake ndio huyu hapa, mpambe rafiki wa karibu, anasema tumuue. Nawe utakumbuka mambo ambayo yametokea kwa Daudi kutoka kwenye familia ya Sauli. Daudi anasema siwezi kufanya biashara, siwezi kumuua, nina kila sababu ya kumuua, yuko hapa, lakini guess what? Siwezi kumuua masihi wa Bwana, ila tuchukue hiyo fumo, tuchukue na hilo gudulia la maji, tuondoke navyo. Abishanambia, tungeua baba, huyu atatafuta tu, amna, beba. Maandiko yanasema wakachukua hilo fumo na gudulia lake, wakaondoka. Walipofika ng'ambo ya pili, Daudi akapiga kelele, akasema, Abneri, Abneri. Hiyo kelele ikawaamsha Sauli na wanajeshi wake. Maandiko yanasema alivyoamka Sauli, anasema hiyo sauti naijua, hiyo sauti ni ya Daudi, sikizeni. Daudi akiwa mbali anawaambia, sikilizeni Abneri, wewe Abneri pamoja na wanajeshi wengine mmestahili kufa, kwa sababu mlikuja ili mlinde Sauli na hamjamlinda chochote. Nimekuja mpaka hapo, nimewakuta wote mmelala. Maneno hayo yanasikiwa na Sauli na wanajeshi wanasikia. Anasema, najua mtabisha. Sasa kama mtabisha, angalieni pembeni ya bosi wenu, fumo lake liko wapi na gudulia lake liko wapi? Tumevibeba, tuko navyo hapa. Ningetaka kumuua. Kwa lugha nyingine hajasema hivyo, ila labda kimoyomoyo anasema, ningetaka kumuua kama Abishai alivyonishauri, ningemuua, lakini mikono yangu haiwezi kubeba hatia ya kumuua masihi wa Bwana ambaye Mungu amemweka mbele yangu. Haiwezekani. Hiyo ndiyo changamoto kubwa iliyopo kwenye maisha yetu ya leo. Swali ni hili, utakaposikia mchungaji wako anataka kudhuliwa, unaweza kuwa sehemu ya kumprotect au kusaidia kumaliza fast?
Apewe sifa Yesu. Unaweza kuwa kwenye position gani? Mtu wa Mungu unayenisikiliza, Daudi ana kila sababu ya kumzuru Masihi wa Bwana. Yuko pale na ni adui yake. Leo watu wanatengeneza maneno ambayo wala sio maadui zao, ni ili tu mtu aharibikiwe, ndio yeye angesikia furaha. Ukisoma hayo maandiko, ukizingatia ya kwamba Sauli alikuwa ameenda kumuua Daudi, lakini kwa pigo hilo moja tu, yako mambo mwanangu utayafanya kwa action, kwa vitendo, yatapeleka ujumbe mkubwa kuliko ambavyo ungeinua hasira uingie kwenye hatia ambayo huwezi kutoka. Angalia mstari wa 25 hapo mwisho kabisa. Angalia maneno ya Sauli aliyoyatamka baada ya kuambiwa hayo maneno. Anasema, ndipo Sauli akamwambia Daudi. Anasema ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu. Angalia, huyu ni mtu aliyekuwa anaenda kumuua, lakini akiwa anaenda kumuua, yule aliyepaswa kuuliwa ndio angemuua yeye, lakini hajamzuru na amewaamsha. Story ikabadilika. Badala ya kuwa adui yake, angalia maneno ambayo Sauli anayatamka mbele ya walinzi wake. Rudia tena. Ndipo Sauli akamwambia Daudi. Ndipo Sauli anamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu. Ubarikiwe Daudi mwanangu. Utatenda mambo makuu. Anasema utatenda mambo makuu. Tena hakika yako utashinda. Tena hakika yako utashinda. Swali ni hili hapo. Kama Daudi angemuua Sauli, haya maneno angeyapata kutoka kwa nani? Wako watu wanaaminishwa mbele zako kama maadui zako, lakini guess what? Wameshikilia baraka yako. Wanahitaji kutamka tu vitu vitokee, lakini kwa sababu wako watu wanaokuharibia focus, wanatengeneza mazingira ya uharibiwe focus ya kutamkiwa hayo ambayo yako ndani ya watu wa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Na kwa ajili hiyo unainuka ili uharibikiwe focus, upishane na hiyo baraka. Ninakuombea usiwe wewe mwanangu, katika jina la Yesu.